Hivi ulishawahi kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu unayempenda, alafu mwisho wa siku rafiki ambaye unashare naye kila kitu, yani unamwambia mambo yako, siri zako, kila kitu, akaja akakuzunguka? Inauma sasa hii kitu imetokea kwa hawa mabinti wawili, Banke na Kosi. Nisikilize tu utanielewa. Mapema kabisa movie inaanzia haya maeneo hapa supermarket. Kulia tunamuona Banke na kushoto tunamuona Kosi wakiwa wanatoka kununua vitu supermarket. Kwa nyuma akatokea huyu mwamba hapa anaitwa Hugo, akawasimamisha kisha akaomba kuongea na Kosi, lakini Kosi alikuwa ni miongoni mwa wale madada wa mjini ambao wananata sana, kwa akaanza kumrushia maneno kwamba hana hadhi ya kuongea naye na nini vitu kama hivyo. Bibie Banke ikabidi atumie busara, alijitambulisha kisha akamtambulisha na rafiki yake. Kosi akamuuliza unataka nini? Mchizi akamwambia mimi nataka namba zako tu. Kosi akakataa kabisa kutoa namba, akamwambia kuwa na boyfriend. Hugo akamwambia asa boyfriend ndo nini? Pengine mimi ndo nitakuwa mume wako. Bibie Kosi alimpuuza kisha akaondoka. Banke ikabidi tu amwombee msamaha shoga yake, maana sio kwa yale majibu. Basi bana, baada ya mchizi kula za uso, kinyonge akachimba. Sasa Kosi ana huyu boyfriend wake hapa anaitwa Frankie. Washikaji bana ni party na wao. Hapa bibie amerudi akiwa amelewa sana. Muda huo Banke upo pembeni tu hapa anaangalia. Mshikaji alimbwaga kwenye kochi kisha akaondoka. Banke akautumia ule muda kumwambia shoga yake kuwa anapoteza tu muda kwa ule jamaa, kwani haonyeshi kabisa kuwa na mapenzi ya kweli kwake. Sasa unafikiri Kosi anamuelewa sasa? Yani ni amekufa ameoza kwa Frankie. Basi taratibu akamchukua kisha akampeleka ndani kulala. Sasa humu ndani Banke peke yake ndo alikuwa anafanya kazi. Bibie Kosi hataki kabisa stress. Anakwambia boyfriend wake ni mtu wa forex na ni tajiri. Sasa mida baadaye alipojaribu kupima akagundua kuwa ana ujauzito. Zile taarifa alivyokuja kumpa mpenzi wake, jamaa akamwambia waitoe. Kosi akamuuliza kwa nini? Frankie akamwambia hebu angalia, si bado ni vijana, inabidi tuenjoy, tufurahie maisha huo mtoto si atakuja kukatisha hivyo vyote. Basi mchizi akamjaza kinoma, na bibie naye kwa kuwa alikuwa anampenda akakubali. Siku iliyofuata wakati Banke anarudi nyumbani, kwa bahati njiani akakutana na Hugo. Jamaa alipomwona akamkumbuka, akamuuliza unaenda wapi? Bibie akamwambia kuwa anaenda nyumbani. Basi mchizi akaofa kumpatia lifti. Kiukweli Hugo alikuwa ni mshikaji fulani hivi mcheshi, story nyingi, yani ni mtu ambaye haishiwi kabisa maneno. Bibie alizama kwenye ndinga kisha akamleta mpaka hapa anapokaa na shoga yake. Kabla hajaingia ndani akamwomba amuitie shoga yake ili aongee naye. Jamaa bado alikuwa anamuelewa Kosi. Kweli bana, bibie alitoka wakaongea, lakini aliporudi akaanza kummind shoga yake kwamba kwa nini ulete mgeni kwenye nyumba yetu. Banke akamwambia mimi aliofa kunipa lifti, kondo hivyo. Kosi akamwambia hivi unajua kuwa ameomba nimpe namba zangu na mimi nimeamua kumpa tu ili aondoke asiendelee kunisumbua. Banke akamwambia Kosi, yule jamaa mbona ni mtu mzuri tu, kwa nini usimpe nafasi? Lakini Kosi akagoma kabisa na kudai kuwa jamaa amekaa kizee, hana muonekano mzuri, lakini pia anaonekana ni maskini. Banke akamuuliza kwa Frankie ndo umemwona amana sana Kosi akamwambia ndio. Yani bibi alikuwa umwambii kitu kuhusu boyfriend wake Frankie. Kesho yake wakati wamepoa hapa anakula story, mara simu ya Kosi ikawa inaita. Ile kucheki hivi ni Hugo. Bibi Kosi akabadilika kabisa na sura, yani anaona kama anamsumbua. Banke akamwambia asa si umsikilize tu. Wewe msikilize, kama umpendi unaweza ukamwambia au ujaribu kumpa nafasi. Basi kishingo upande bibi akapokea, lakini majibu aliyokuwa anampa ni yale ya shortcut. Akamuuliza kwa nini umenipigia? Mchizi akamwambia ni kwa sababu unahitaji nikutoe out. Kosi akamwambia yani wewe ndo unataka unitoe mimi out? Jamaa akamwambia ndio. Nadhani hivyo ndo anavyosemaga. Kosi akamuuliza kwa nikikubali unitoe out, baada hapo utaacha kabisa kunisumbua? Hugo akamwambia hasa kwa nini nikusumbue? Au tufanye ukija tutaongea vizuri. Yani kwa kifupi Hugo alikuwa kanyooka sana. Kweli mzee, siku ya date ikafika, lakini kabla hata hajajiandaa akaingia Frankie. Mwamba akamtaka watoke leo aende zao klabu akaenjoy. Na kwa kuwa bibie naye amekufa ameoza kwa Frankie, kwani unafikiri alikataa? Alienda kujiandaa chap kisha akaondoka. Baadaye Hugo amekuja kumfuata, bibie anamwambia kuwa hayupo. Anajaribu kumpigia simu haokoti. Banke alitoka nje kisha akampigia akamuuliza Kosi, ndo nini sasa hiki unafanya? Unawezaje kutoka na Frankie wakati mlikubaliana na Hugo kuwa mnaenda date? Kosi akamwambia wewe achana naye mshamba huyo. Banke akamwambia lakini hiyo sio fair, sio vizuri kabisa hivyo unavyofanya. Huku Mwamba akaumuka huyo, maana mwenyewe kaona kalipuka alafu mchumba hayupo. Banke alivyorudi ikabidi tu amtie moyo kuwa pengine muda sio mrefu anaweza akarudi. Basi Mwamba alimsubiri pale hadi jioni ikaingia. Wakawa na play games na nini vitu kama hivyo. Asa kwa muda ambao wamekaa pale wakajikuta wamezoeana kiasi. Story, vicheko, unajua Hugo ni mcheshi, lakini pia hata Banke naye alikuwa yupo pisi. Walicheza game muda mrefu sana, lakini hakukuwa hata na dalili kuwa Kosi anarudi. Asa kwa kuwa muda ulishaenda, Hugo akaomba kuondoka. Kwa hiyo akaagana kisha mchizi akajichenga. Kosi alirudi zake asubuhi. Alipojaribu kumpa taarifa kuhusu kilichotokea jana, bibi akawa anacheka. Akamuuliza kinachokuchekesha? Kosi akamwambia mimi nadhani wewe ndo unaendana naye. Banke akamuuliza hivi una shida gani wewe? Hivi unajua kuwa ule jamaa alikuja hapa akajiandaa kwa ajili yako? Kosi muda huo anacheka tu.
Lakini Ugo hakukata tamaa, alirudi tena pale kwa mara ya pili kuzungumza na bibie, na awamu hii bibie alimchambua kama karanga mbichi. Alimwambia kabisa kuwa wewe sio vitu vyangu, yani hamuelewi. Hebu angalia unavyovaa, huwezi kuvaa, unaongea ovyo na hata elimu una wewe, na licha yao yote wewe ni ungaunga mwana. Yani bibie ni alimmaliza. Ugo akaona hapa nimeakanyaga. Kisha bibie alipomaliza huyo akaondoka zake. Punde akatoka banke. Ugo akamwambia ise, shoga yako ni amenipika, kanifanya breakfast, lunch na dinner vyote kwa wakati mmoja. Tena alivyokuwa anaongea utadhani nimemlazimisha awe girlfriend wangu. Banke yeye hakuwa na kusema, akaishia tu kumpa pole. Maisha yaliendelea, na leo wakati Banke anatoka kazini, njiani akakutana tena na Ugo. Yani imekuwa kama bahati, washikaji wamekuwa wakikutana mara kwa mara. Kama kawaida Ugo akaofa kumpatia lifti. Walibadilishana na namba na rasmi wakawa wanawasiliana kupitia simu. Stories hapa na pale na nini, vitu kama hivyo. Taratibu hao washikaji wakaanza kufahamiana. Lakini ngoja kwanza, hivi mmeona anapokaa Ugo? Mmeona anapokaa Ugo? Hii view ya chumbani tu inaonyesha kuwa anaishi kwenye nyumba kali. Muda huo Kosi naye anaendelea kuenjoy na mpenzi wake Frankie. Masuala ya lifti yakawa sio shida zao kabisa, kwani kwa sasa wamekuwa ni marafiki wazuri tu. Na leo Ugo akamwomba bibi amtembelee nyumbani kwake wiki ijayo, maana itakuwa ni birthday yake. Bila kinyongo, bibi akakubali. Kweli bana, siku ilipofika bibi akaja nyumbani kwa Ugo kwa mara ya kwanza. Aise, haamini kabisa anachokiona kwenye macho yake. Mjengo mkali, vitu vya thamani, yani kwa kifupi pamejitosheleza. Na hapo nje ameacha magari ya kifahari amepaki. Akamuuliza Ugo, hii nyumba ni ya nani? Ugo akamwambia ni ya kwangu. Afu jamaa hata alioni kama ni big deal. Mambo ya kujaji kitabu kwa cover ya nje. Kwa namna anavyoonekana, jinsi anavyovaa ni kama dereva taxi hivi. Kumbe mshikaji alikuwa na vyake. Wakati bibi anaendelea kushangaa mjengo, akamwambia mbona hii ya kawaida tu? Akamwambia zipo nyingine kijijini ambazo ni nzuri zaidi ya hii. Pia alimweleza kuwa yeye ni mfanyabiashara. Na ile siku alivyokutana pale supermarket kwa mara ya kwanza, ile supermarket ni ya kwake. Na sio hivyo tu, anamiliki godown 3 za biashara tofauti tofauti. Anasafirisha mizigo kutoka nje ya nchi hadi hapa Nigeria. Banki akabaki anashangaa tu. Hakutegemea kabisa kama mwamba atakuwa na vyake kama anavyojionea hapa. Asa wakati wanaendelea na stori za kawaida, Ugo akafunguka kuwa anamuelewa sana bibie. Yani anampenda. Lakini kumbe Banki naye alishaanza kumpenda mshikaji. Ikawa kama kumsukuma mlevi tu. Na rasmi hawa jamaa wakaanza mahusiano. Mida baadaye alivyorudi nyumbani, akawa anampa zile taarifa shoga yake Kosi. Kwani unafikiri bibie anamuelewa sasa? Bado aliendelea kumpuuza, alimuona mshikaji ni mshamba tu mmoja hivi. Basi tokea pale swala la Banki kumtembelea Ugo likawa ni la kawaida kabisa. Si unajua ashakuwa wapenzi sasa hivi. Hapa amemkuta mchizi anaenda kwenye mkutano wa kibiashara ila amekula zake pensi. Yani mwamba apendagi kabisa kujionyesha kuwa ana hela. Yeye anapendaga tu kuwa simple kama hivi. Leo Banki akamwambia hapana ise. Akamshauri aende akavae vizuri ili apendeze. Kweli mzee, kwa kuwa mtu kasema, mwamba akaenda kubadilika kisha akatoka akiwa kapendeza kinoma. Lakini mwenyewe analalamika, anakwambia zinamfanya asiwe comfortable, yani zinambana. Banki hakuishia tu pale. Akawa anamshauri na baadhi ya vitu kwenye biashara zake na nini, vitu kama hivyo. Yani kwa kifupi mambo alikuwa ni bulbul. Mahaba yamejaa hadi anamwagikia kwa pembeni. Na hii siku rasmi Ugo akaamua kumwengeji Banki. Lakini jamani likaksi hilo, alina ile sijui kupiga goti, sijui kufanya, yani hiyo inaenda kiutu uzima zaidi. Bibi Banki akafurahi sana, mixa makumbato mengi eneo la tukio. Kama kawaida aliporudi nyumbani akampa zile taarifa shoga yake Kosi. Kosi naye kusikia shoga yake kavalishwa pete ya uchumba akafurahi kinoma. Sasa sijajua ni inatoka moyoni au ndo ile kinafiki. Basi bana, siku iliyofuata Kosi akamtembelea mchumba wake. Lakini alipofika akakuta kuna mwanamke mwingine. Akamuuliza we nani? Naye akamuuliza we ni nani? Kasheshe. Bidada akamwambia yani unakuja kwenye nyumba za watu alafu unauliza maswali ya kipuzi kama hayo? Punde akatoka Frankie. Huwezi amini mwamba alimkataa kama hamjui vile. Asa iko hivi, huyu Frankie bana alikuwa analelewa na aka kamshangazi chake hapa. Na ni muda sasa alikuwa amesafiri huko nje ya nchi kikazi. Na hata pesa alizokuwa anatamba nazo kwa Kosi, huyu mama ndiye aliyekuwa anamtumia. Na hata hii nyumba anayokaa ni ya kwake. Yani kwa kifupi wote walikuwa wanalelewa na aka kamshangazi kiaina. Frankie akaona yani niache sehemu yenye michuzi. Akamkana Kosi na kumchagua huyu mama ili aendelee kuokota. Huwezi amini bibie Kosi alilia sana. Shoga yake Banki akawa ndo anambembeleza. Yani mwamba ni amemtapeli huyu bibie kuwa naye kwenye mahusiano kwa miaka 3, kumbe alikuwa na kimshangazi chake. Mida baadaye tunamwona Ugo anampigia mpenzi wake Banki aje pale nyumbani maana amemisi sana. Banki akamwambia sawa, lakini kwa hali aliyokuwa nayo rafiki yake kwa sasa hawezi kabisa kumwacha peke yake. Akamwomba aje naye. Ugo akamwambia sawa, mimi ninachohitaji ni kuone tu. Kweli mzee, baada ya muda washikaji wakaibuka mjengoni. Mchizi alipotoka akasalimiana na mchumba wake kisha akampa pole Kosi maana
maana tayari alishaambiwa aliyomkuta. Sasa wakati wanaendelea kuongea, mchizi akapokea simu ya kikazi. Taratibu akasogea pembeni kisha akaokota. Na mazungumzo aliokuwa anaongea ni ya michuzi tu. Dili fulani hivi ambao lilikuwa lina thamani ya naira milioni 600. Sasa Kosi kusikia masuala ya milioni 600 ndo anazidi kupagawa kabisa. Hadi banki akamstukia, akamuuliza una shida gani wewe? Kwani unafikiri alijibu? Alichukua glasi ya juice kisha akainywa kigazabu, yani alichanganyikiwa kabisa. Wakati wapo njiani wanarudi, ikabidi amuulize shoga yake vizuri sasa. Maana kipindi chote iko alikuwa hajui mtu anayemchukulia poa ni nani. Akamuuliza, "Kwa unataka kuniambia kuwa ile nyumba ni ya Ugo?" Banki akamwambia, tulia, anavyo vingi ambavyo bado hujaviona." Basi njia nzima Kosi akawa anaguna tu. Ni kama alikuwa anajilaumu hivi kwa kuchezea ile bahati. Yani bibi ameshindwa kabisa kuficha uchu na tamaa zake za hela. Asa unajua mambo ya mahaba tena. Baada ya penzi kukolea nazi, leo mwamba kaja kumchukua kabisa mchumba wake aende akakae naye. Basi washikaji wakaagana ile nitakumisi na nini, kisha wakaingia kwenye gari wakajichenga. Bibie Kosi alijaribu kumtafuta Frank azungumze naye, lakini aliishia kula za uso. Jamaa hataki kabisa kuongea naye tena, akamchimba na mikwala asiendelee kumtafuta. Basi bana, baada ya siku kadhaa kupita, Ugo akaja kumwona Kosi kumcheki anaendeleaje, maana mpenzi wake Banki alimwomba afanye hivyo. Yani licha ya Banki kuondoka pale nyumbani, bado alikuwa anajali kuhusu rafiki yake, na ndio maana akamwomba mpenzi wake pindi atakapotoka kwenye mitikasi yake ampitie rafiki yake ili amcheki anaendeleaje. Cheki sasa, wakati wanaendelea na stori, bibi akapata wazo. Wazo gani? Akaofa kwenda kumletea kinywaji. Alienda kuchukua wine na baada ya muda akarudi, akamwekea kwenye glasi na Ugo naye akawa na gigida tu, hana hata wasiwasi. Na kweli baada ya muda mchizi akaanza kubwabwaja, na baada ya muda akapitia kabisa na usingizi pale pale alipokaa. Huwezi amini mwamba alilala pale pale mpaka asubuhi. Ili anaamka hivi haelewi. Kujicheki hivi chini, nguo hana. Alafu Kosi huko pembeni pale kajikunja kama amenyeshewa na mvua. Mchizi anashangaa, akamuuliza Kosi, "Ni kitu gani kimetokea?" Kosi akaanza kujiliza kwamba jana baada ya mchizi kuwa tungi, alianza kumlazimisha hadi akambaka. Na hii ndio ilikuwa plani yake. Ugo anashangaa, ina maana mimi nimekufanyia hivi? Asa ubaya ni kwamba alivyo leo hadi kufikia hatua ya kuto kujitambua hajui. Kwao akaamini huenda kweli amefanya kile kitendo, hivyo akamwomba msamaha kisha akaondoka. Ile kitu iliendelea kumtesa hata alivyorudi nyumbani. Banki akamuuliza, "Vipi, uko sawa?" Mchizi akazuga tu akamwambia kuwa ipo sawa. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, Kosi akaibuka mpaka nyumbani kwa Ugo, na kwa bahati nzuri Banki alikuwa hayupo. Bibi alimpa taarifa kuwa na ujauzito wake. Yani kwamba kile kilichotokea siku ile ndicho kimepelekea hii. Ugo akaona nimeisha. Tunatupa kesho yake tunamwona Banki kamtembelea shoga yake. Sasa wakati ameenda toilet kidogo, simu yake ikawa inaita sana. Banki akahisi huenda ikawa ina umuhimu, ikabidi apokee ili amwambie kuwa mwenyewe katoka kidogo. Lakini kabla hata hajaongea chochote, kwa mshangao akastuka kusikia sauti ya Ugo. Jamaa alikuwa anasema, "Kosi, hebu acha kunitumia meseji kama mvua ise. Haipendezi kabisa. Hivi unafikiri mimi ni rahisi kufungua mdomo na kumwambia mchumba wangu kuwa una ujauzito wangu?" Ile kitu ikamkata sana Banki. Haamini kabisa kile anachokisikia. Punde Kosi akarudi. Bibie Banki amesanuka. Akamuuliza, "Kosi, ina maana una ujauzito wa Ugo?" Kosi akaanza kujiumauma anajitetea. Akamwambia, "Lakini si ulikuwa unafahamu kuwa tulikuwa na mipango ya kufunga ndoa?" Banki aliumizwa sana na kile kilichotokea. Kwa hasira akaondoka mule ndani. Alivyofika nyumbani alimuuliza mchizi na jamaa naye akakiri kuwa ni kweli, lakini yeye mwenyewe haelewi wala hajui jinsi ilivyotokea. Kwa hasira Banki alivua ile pete akamtupia akaondoka. Ina maana hakuna tena masuala ya uchumba. Sasa huyu jamaa ni Ibo, na kwa mujibu wa kabila la Ibo, ili mtoto anayezaliwa awe ni mtoto wako, ni lazima mwanamke unayezaa naye huo umemtolea mahari, aidha huo umemuoa au umemchumbia, la sivyo utambuliki wala hauna haki ya kwenda kudai mtoto. Na kwenye kabila lao ni mwiko mkubwa mno kutelekeza damu yako. Bi mkubwa amewaka kishenzi, anaambia mwanaye kama alivyo yakanyaga ndivyo ambavyo anatakiwa afuate utaratibu, yani amchumbie ule bibia ambaye ni Kosi sasa ili damu yao isipotee. Kasheshe kweli mzee. Bibie Kosi alifuatwa ili aende akakae na Ugo. Tena mchakato mzima ulikuwa unasimamiwa na bi mkubwa mwenyewe. Mama yeye anachokitaka ni kumpokea mjukuu wake wa kwanza Kashangwa. Muda huo Banki anamwangalia tu rafiki yake, na alivyokuwa hana aibu naye anamwaga kwamba inabidi tu niende, si unajua inabidi tumlee mtoto wetu vizuri. Kwa hiyo washikaji wakaondoka pale na Kosi akaja kukaa na Ugo. Kwani unafikiri kuna mapenzi sasa? Mchizi alikuwa hataki kulala kitanda kimoja na Kosi. Yani kila mtu alale kivyake vyake. Mara kadhaa alijaribu kumtafuta Banki, lakini bibi alikuwa hataki kabisa kumsikia, na badala yake alimwambia kwa sasa focus zaidi na familia yake. Bibi bado alikuwa anajaribu kulikava, maana lile tukio lililopigwa lilikuwa ni zito mno. Ugo aliendelea kuishi na Kosi ile kishingo upande. Bi mkubwa naye alikuwa achezi mbali, anampenda kinoma mkuu wake. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, tunamwona Frank amekuja kumcheki Kosi. Banki akamwambia, "Huyo unayemuulizia sasa hivi aishi hapa." Mchizi akamuomba kishenzi amwelekeze anapokaa, maana ana kitu chake muhimu sana yuko nacho. Huku upande wa pili washikaji wanajiandaa ili waelekee kijijini kufanya matambiko ya kimila, na huo ndio utaratibu wa kabila la Ibo. Hata awe ana pesa kiasi gani, inapokuja swala la tamaduni zao
zao huwa wanazipa kipaumbele, yaani kabla mama mjamzito hajajifungua huwa wanafanya sherehe za kimila ikiwa kama ishara na baraka kwa mtoto atakayezaliwa. Kweli mzee, siku ilifika na washikaji wakawa wanatoka. Saa ngapi Frank asiingie? Hugo akamuuliza, vipi mzee, unataka nini? Frank akamwambia, mjomba, sipo hapa kwa ajili yako, mimi nimemfuata huyu. Kosi akaanza kumkataa shoga yake. Hugo akamuuliza, hivi huyu ndo yule boyfriend wako mpuzi puzi? Akaambia, we mzee, unafanya nini hapa? Hebu fanya uondoke upesi. Frank akasema, mimi nitaondoka, ila siwezi nikaondoka hapa bila mtoto wangu. Kasheshe mwenye mimba yake kaja kudai haki yake. Kosi ndo akazidi kupaza sauti kumkataa. Frank akaona isiwe shida, akatoa simu kisha akawasikilizisha sauti ya mrekodi wakati wanazungumza. Kuna siku alikutana kwenye duka moja hivi la nguo. Mchizi akamuuliza kama ameshaichomoa ile mimba au la, lakini bibi alimwambia hajaitoa na kwa sasa hamuhitaji tena kwenye maisha yake, kwani tayari ameshampata mtu wa kumbambikizia ambaye amekubali kuitunza na kuilea ile mimba. Kwa hiyo yeye apambane tu na hali yake. Na hapa sasa ndo tunagundua kwamba kumbe mwenye mzigo ni Frank, lakini licha ya kuwa sauti ilikuwa ni ya kwake, bibi bado aliendelea kukataa. Anakuambia ule ni uongo na ile ni AI. Halo, bi mkubwa akamwambia, mnajua nini, msiwe hata na wasiwasi, acha twende kule kijijini, tukifika kule utapia kwenye mizimu. Kama hii mimba kweli ni ya mwanangu, basi utajifungua salama, ila kama sio ya kwake, basi wewe na mtoto wote mtakufa siku utakaojifungua. Hii kitu hata Hugo akaisapoti. Muangalie Kosi, shingo ishaanza kumwasha. Akawambia, masuala ya kufa tena? Pale pale akawambia kuwa hayupo tayari kwenda huko kijijini. Famasiala nini? Mwenyewe ikabidi aseme ukweli. Kumbe bana, ile siku alimwekea mchizi madawa kwenye kile kinywaji, kisha baada tu ya kunywa akapoteza fahamu. Alimtoa ile suruali aliyokuwa kavaa, kisha akajifanya kuwa mchizi alilewa sana akambaka. Yaani ni utapeli juu ya utapeli. Ukweli umefichuka. Hugo aliingia ndani, alivyotoka akaja na panga akawatoa nduki. Mwamba kalipuka, yaani mimi najua mimba ni ya kwangu, kumbe unaletea utapeli. Akamwambia, yaani nikikuona tena haya maeneo umeisha. Ala, mamake ndo akawa anamzuia. Basi baada ya pale ikabidi amfuate Banke sasa azungumze naye. Alimwambia stori nzima jinsi ilivyokuwa, na hapa bibie naye ndo anafahamu ukweli sasa. Basi walimaliza tofauti zao na rasmi wakarudisha penzi lao, tena safari ikiwa lipo full charged. Na kufikia hapa ndo unakuwa mwisho wa ile chupa inaitwa My Ideal Man. Hebu niandikie maoni yako hapo chini, umelionaje ile chupa? Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na ile chupa, hakikisha una subscribe na ugusa alama ya kengele ili uwe kwanza kupata haya machupa pindi tu napoyaweka. Lakini pia usisahau kunifollow pale Instagram, Facebook, TikTok @Mudindalo. Na kufikia hapa sina cha ziada, tukutane kwenda mbali na ufuata. Ulikuwa na mimi Mudindalo, na hivi ndo huwa nafanya. Na wapenda wote na muwe na siku njema.